ni siasa. Kujililisha mimachozi ni siasa. Mimi machozi yangu nimeacha nyumbani, sio kwamba sina. Hatuwezi kuendesha mkoa kwa upumbavu, migomo, kijinga. Wanalia wafanya biashara, wanaomba serikali wasikilize. Kwa kusema haya hatupingani na serikali, ila tunaomba vilio vyao visikilizwe. Wanaomba watazamwe kwa jicho lingine. Wanaomba watazamwe kwa jicho lingine. Mimi nasema kwamba kama ni uzalendo, basi wote tufunge mikanda, sio wachache wawe kama mbuzi wa kafara, alafu wengine waishi kwa kujinemesha. Sheria za usimamizi wa rasilimali za taifa zitazamwe kwa jicho lingine, ili kila mmoja aone vyema na afurahie kuwa kwenye nchi ya Tanzania aliyotupa Mungu wetu. Hayo ni machache ndani ya wimbo huu. Nikipata nafasi tena nitazidi kuelezea changamoto mbalimbali wanazokutana nazo wanadamu duniani. Wanaomba watazamwe kwa jicho lingine. Wanaomba watazamwe kwa jicho lingine. Nchi imefikia mahali ambapo sasa hivi lazima tuseme ukweli, wapigaji wamekuwa wengi. Wapigaji ni wengi. Wengine utasikia tu mama anaupiga mwingi. Sio anaupiga mwingi kwamba anamsifia kwenye moyo. Anaupiga mwingi yeye anaiba hela. Anatandika pesa alafu akija huko anajifanya anasifia. Usikani kitu kama hicho. Lazima mjitafakari, na hasa mkurugenzi mpya, usije ukaleta mzozo wa watu wakagoma wenye mabasi alafu baadaye ukaanza. Maki siku hizi kuna tabia imeanza, na hasa wenzetu huko mbele huko. Watu wakigoma wanasikia wanampinga mama, mnapangazia wanampinga mama. Nyinyi ndio mnayeleta sheria, mnayeleta vitu ambavyo havitekelezeki. Watu wakigoma au watu wakifanya hivi kwenye haki zao za msingi, na mama hawa anampinga mama. Nyinyi ndio mnaipinga mama, mnaweka mavitu ya ovyo. Nyinyi ndio wapingaji wa mama. Na nataka hata mama alisikie huko aliko kwamba wapingaji wako kwake na taasisi zake. Hawa ndio wapingaji wakuu. Wanaweka vitu ambavyo havitekelezeki. Ndio kweli huo. Maki sasa hivi kila mtu anataka kusanye pesa ili asitwange. Nyinyi semeni tu leo bunge tuamue pesa zote, taasisi zote hizi authority zote, mamlaka zote zinazokusanya pesa ziingie kwanza sijui benki kuu, alafu wapewe kidogo kidogo, kama mtaona hizi sheria zinakuja hizi. Sasa hivi si anakusanya, anapanga plani, tandika. Watu wanatwanga huko, hela sio mchezo. Mithali 29 nasoma mstari wa 2. Maandiko yanasema wenye haki wakiwa na amani watu kufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Mwovu atawalapo watu huugua. Kusema maneno haya na maandiko haya, sio kwamba tunachukia utawala uliopo, au kwa kuimba wimbo huu sio kwamba tunachukia utawala uliopo, ila ni kuongea hisia, maumivu ya watu, kwa sababu kama mtu wa Mungu ni kiunganishi kati ya utawala na watu wa chini, watu wa hali ya chini ambao hawawezi kujisemea, au ambao labda wanahofia biashara zao kufilisiwa,
wanaogopa labda kupata madhara mengine kwa sababu ya kuona watu wanaoongea kama kina Mbarikiwa, hali ambazo wanakutana nazo, au kama kina Sifa, kwa namna ambavyo wanakuwa wanachukuliwa kwamba ni wachochezi na yani namna nyingi ambazo, majina mengi ambayo tunakuwa tunapewa. Sasa sisi kama watu wa Mungu, au mimi kama mtu wa Mungu, nimepewa wajibu katika Isaya sura ya 1 na ule mstari wa 17 kwamba nijifunze kutenda mema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mteteni mjane. Na pale wajasema tumtetee tu mtu yeyote, au mtetee tu aliyeibiwa baskeli, au ambaye ameibiwa kuku, ameibiwa ndizi shambani, ameibiwa debe moja la mahindi. Hapana, naomba kumtetea mtu yeyote ambaye anaumia. Na Isaya hiyo 58 mstari wa 1 anasema, piga kelele, paza sauti yako kama tarumbeta, uambie watu wangu makosa yao, uambie watu wangu makosa yao. Tofauti na sasa, wahubiri wanapiga kelele, wanapaza sauti zao kama tarumbeta, kuongea mambo ambayo ni ya uongo, kusema tuko vizuri, huku chini tuko vizuri, mambo yako vizuri sana, lakini kumbe sivyo Mungu alivyotaka mtu wa Mungu. Kwa hiyo kwa kusema hivi ni kwamba sio kwamba sisi tunaongea au tunaongea hivi hatupendi utawala uliopo, hapana, ila kama wajibu ambao tumepewa na Mungu lazima kutimiza. Amesema huyu Mheshimiwa Shadidi hapa kwamba inafika wakati sasa watu zinatungwa sheria ambazo watu wanashindwa kutekeleza, wanashindwa kushindana hizo sheria, na wakijitetea au wakionyesha namna, wakionyesha reaction yoyote ya kusema kwamba kitu hiki hakitendei haki, wanaitwa wakaidi, wanaitwa wanampinga mama. Lakini kumbe wanaompinga mama ni wale ambao wanatunga sheria ambazo haziwezi kutekelezeka. Sasa nikatoa mfano kwamba katika mazingira mengi tunayoishi, kuna mimi nina ushahidi au nina watu wawili watatu ambao nimewaona wakifunga biashara. Kuna dada mmoja alifungua biashara, akawa anauza vitu chache tu, pale ameweka chumvi, pale sukari, pale ameweka viberiti, pale. Yaani mtaji wake ulikuwa kama 300 hivi na nusu. Kama mtaji ulikuwa mkubwa sana basi 400, na pengine tukijumlisha kila kitu, pango nini zikawa labda pengine yani kwa bahati nasibu labda 400 na nusu, ikienda sana kile 500, sina imani kama ingeweza kufika. Sasa yule dada baadaye wanakuja watu wa jiji wanataka leseni ya biashara. Mtu huyo mtaji wake haujafika hata 500. Anatakiwa alipie leseni ya biashara 80,000, alipe service levy 50,000, alipe TRA 50,000, alipe kodi ya mwenye nyumba. Na kwenye kodi ya mwenye nyumba pale kuna kiasi kinakatwa ambacho TRA kinahitajika kule TRA kwenye kodi ya mwenye nyumba akatwe pale. Alipe hela ada ya taka, alipe ushuru wa soko, amlipe mlinzi, alipe hela ya maji pale alipo, au anunue maji ya kufanyia usafi pale alipo, alipe hela ya umeme, alipe yani vitu vingi. Yule dada baadaye biashara ikamshinda. Sasa mtu kama huyu akienda kwenye umalaya, tumlaumu Mungu, tuwalaumu serikali, tuwalaumu wanaokadiria mapato au wanaweka sheria ambazo haziwezi kutekelezeka. Kama mfano huo hautoshi, kuna kijana mwingine huko Sumbawanga ambaye kaka yake, pacha wake tunaabudu naye hapa kanisani. Kijana yule alikuwa anafanya kazi za kubeba mizigo. Kama mnajua kazi za kubeba mizigo stendi, zilivyo kazi ngumu. Amebeba mizigo kwa muda mrefu yule kijana kwa sababu alikuwa na familia, alikuwa na mtoto anamtegemea. Basi ile kazi ameendelea nayo kwa muda mrefu, baadaye akapata shida ya kiafya. Alipoenda hospitali, daktari akamwambia kwamba aache kufanya zile kazi za kubeba mizigo kwa sababu shida ile aliyokuwa nayo kiafya ilikuwa imesababishwa na kazi ngumu anazozifanya. Yule kijana akajipiga akawa anaweza kuchoma kilo 5 za nyama ya nguruwe almaarufu kama kitimoto. Akawa anapika, anapata 2,000 3,000 nyumbani wanakula hivyo. Wakati huo afya yake ikiwa haiko vizuri, kumbuka hapa amejishikiza tu ili familia isikose chochote nyumbani. Kijana yule baadaye wakamjia watu, kama mnavyojua serikali yetu ni waaminifu sana kwenye ukusanyaji mapato ili kujenga taifa. Wamemjia wale watu. Baada ya kumjia, ikaonekana kama anatakiwa vivyo alipia leseni, atoe leseni 80,000, service levy 50,000, TRA sijajua shingapi, lakini nadhani ilikuwa sina uhakika sana ilikuwa shingapi, lakini inaweza ikawa nadhani inaweza isiwe chini ya 100,000. Alafu akitoka hapo amlipe mwenye nyumba. Akamaliza kumlipa mwenye nyumba kwenye ada kwenye hela mwenye nyumba akatwe pale
na kuna kiasi apeleke TRA, ambacho kiasi hicho ukimwambia kwenye nyumba kwamba kuna kiasi ambacho kinahitajika TRA, hawezi kukuelewa kwa sababu ametumia gharama kubwa kujenga hiyo nyumba, na yeye anategemea pengine ameuza viwanja, amenunua nyumba hiyo ili iwe kipato, au ule mwisho wa miezi, baada ya miezi kadhaa kiasi kitakachukua na pewa na wapangaji kisukume maisha yake. Baadaye anakuta sasa unamwambia maelezo hayo hawezi kuamini. Kwa hiyo TRA anakubana na mwenye nyumba anakubana. Mwisho wa siku unakuta TRA anakubana, nataka hela yako, na kutambua wewe inabidi wewe ndio utoe hiyo hela, na mwenye nyumba kule anakubana sasa ukate hela yake. Basi ikawa hivyo ambavyo ilikuwa. Kijana baada ya kuona anasumbuliwa sana, anatakiwa kulipia vitu kama hivyo na uwezo huo ana biashara ile ana, yule kijana akafunga ile biashara. Amefunga biashara atakula nini? Akarudi kwenye ile biashara, akarudi kwenye ile kazi ya kubeba mizigo. Amebeba mizigo baadaye, kwa sababu alikuwa ameshakatazwa kutokana na afya yake, ile kijana akawa kwa bahati mbaya amefariki. Sasa kwenye msiba watu wakawa wanajiuliza, wanahoji kwamba hivi kifo kama hiki tumlaumu Mungu, tulaumu serikali? Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tunaweza tukasema. Na kwa kusema hivi sio kwamba tunachukia serikali yetu, lakini tunajaribu kuonyesha maumivu na vilio vya watu wa chini, wafanya biashara wa chini wanavyokuwa wanaumia. Na kuna wakati mtu mmoja aliwahi kuongea, sikumbuki kwenye mazingira gani, lakini kwa mtu aliwahi kuongea kwamba tungeona wanaokadiria mapato wangekuwa na biashara halali zinazokuwa wazi. Yaani tunajua kabisa kwamba biashara hii ni ya boss fulani, biashara hii ni ya boss fulani, na biashara hii ni ya boss fulani. Na hiyo biashara ukinunua Biblia ya 50 unapewa risiti ya 50. Alafu bosi huyu yani ni mwaminifu sana kulipa mapato kwa wakati. Bosi huyu leseni yake iko wazi pale, ameitundika mahali, service levy analipia iko wazi pale, na ile hela analipia TRA kila mwaka inakuwa wazi. Yani ukija unaona kabisa amelipia ile hela. Lakini pia hiyo biashara yani iwe mfano, yani sasa tukifundishwa kwamba unatakiwa uwe mwaminifu, bosi atoe mfano kwamba kama mimi nilivyo mwaminifu kwa serikali yangu. Lakini tunapoona kwamba wanatukadiria mapato, muda mwingine sio yani watoto wa mabosi ambao labda alizaliwa baba yake alikuwa mfanya kazi, mama yake alikuwa mfanya kazi, amejazaliwa, anafuliwa nguo, anafuliwa mpaka nguo za ndani, anapikiwa chai na shule, amemaliza shule, ameajiriwa. Baada ya kuajiriwa kuna hela, mshahara anapata, ameajiri watu, anayajui maisha ya shida. Lakini sisi watoto wa wakulima, sisi watoto ambao tumekulia maisha ya shida, unajua hela ilivyo ngumu. Mimi hapa ni binti, sina mahusiano ya kimapenzi na sijawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Nina uwezo kusema kama ni kijana gani ambaye kunishuhudia kuwa na yeye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Kama haitoshi kwamba ni kijana gani tumewahi kuwa na mkataba wowote, yani mkataba wowote, pengine nikala hela yake akanionga alafu mimi nikamgeuka. Hayupo, na kiwepo ajitokeze hadharani. Sasa tunajua uchungu wa hela yako, wale mabinti ambao ni wanakuwa na hela za kuongwa ndio wanakuwa na uchungu nazo. Kama anajua atapiga simu, hello baby, hapa nimeishiwa, nimekata kumwa, nimeishiwa hapa, nzima tu baby, yani baby, yani unajua yani mimi baby, sawa nakutumia. Sasa sisi ambao tunajua uchungu wa hela kuitafuta wewe mwenyewe, ukwenda kwenye bajaji utaomba, jamani bajaji naomba nipunguzie kidogo. Ukija kununua kiatu utaomba kwamba jamani kiatu hiki niuze 50. Mimi hapa ni 45 au na 40, ninaweza mkanipunguzia. Mnapunguzia kwa sababu unajua uchungu wa hela. Lakini yule ambaye anaokota na tuchukua tu popote ana uchungu nayo. Sasa ndivyo hivyo mtu ambaye anaweza akawa anakadiria mapato ambaye hajui uchungu wa kuitafuta pesa. Mfano huo pia hautoshi. Mfano mwingine ni kwamba tumeona miradi mingi ya serikali inakuwa iendelee. Tumeona miradi ya kama ni mashirika ya ndege, kama ni mashirika ya mabasi, pengine kama ni daa, au tumeona rasilimali zetu, mbuga yetu ya wanyama tumeshindwa kukisimamia. Sisi wa Tanzania tumeshindwa kusimamia mbuga zetu za wanyama, tumeshindwa kusimamia bandari, tumewapa watu wa nje watusaidie. Ingawaje unajua kama uchungu wa mwana unajua mzazi, uweze kumpa mtoto wako jirani, ukimpa jirani akulelee mtoto, matokeo utayapata tu matokeo ya kwamba uchungu wa mwana unajua mzazi. Kwa hiyo sisi tumeshindwa kusimamia biashara, rasilimali zetu, tunawapa watu watusaidie kusimamia, wawekezaji. Sasa mbona hatuoni miradi, yani kwamba tungeona basi yani kama ni uzalendo wote tufunge mikanda,
Yaani asiwepo mmoja ambaye anafunga mikanda anasema tuwe wazalendo, tuwe waaminifu kulipa kodi. Unajua nini? Sasa tunakuja kuamini kwamba tunaona sehemu nyingi vitu vingi vya vinavyosimamiwa na wakubwa wetu. Mbona hatuoni matokeo yake? Mbona hatuoni vikiendelea mbele? Mbona kuja kusikia ule mradi silikuwa tena? Pale ilikuwa tungeona kwamba kunakuwa na serious. Tunaona kunakuwa na serious kwa vitu, kwa rasilimali za taifa. Na sisi tungekuwa tunafanya kwa mioyo ya dhati, kwa mioyo ya kupenda kwamba nitoe kodi na mimi yani nifanye. Sasa unapokuta unatoa hela kubwa hivyo, alafu unaangalia wanaokuambia hivyo, wanaosimamia sheria hizo wenyewe wanashinda kusimamiana huko juu kwamba vitu vya taifa vitoe matokeo ya dhati, kila mmoja ajifurahie, aone vyema kuishi kwenye nchi aliyopewa na Bwana Mungu wake. Lakini inafika wakati sasa sisi tunaongea kwamba hapa tunaumia, hapa tunaumiza, hapa hivi tunaonekana sisi kama watu wabaya, kama nilisema Mheshimiwa Shabibi hapo kwamba sisi tunakuwa tunaongea kwamba jamani hapa kwa vizuri, hapa tunaumia, ndio sisi tunaonekana kama ni wabaya. Sisi ndio tunaambiwa tutapoteza, sisi ndio tunaambiwa tutabakwa na kupotezwa, ndio tunaambiwa sisi tutaozea jela na maneno mengi yenye vitisho. Lakini nafika wakati unawaza kwamba Mungu anataka nifanye hivi, mwanadamu anataka nifanye hivi. Nifanye nini sasa? Nimuogope mwanadamu aweze kuua mwili au nimuogope Mungu aweze kuua mwili na roho? Nasema basi mapenzi ya Mungu na yatendeke, kwa sababu mimi sikujiumba. Na nibidi au mnilazimu kutimiza mapenzi ya yule aliyeniumba. Na hata kama nikiwa hai, maisha yangu yatakuwa injili. Na nisipokuwa hai, vizazi vinavyokuja, ndugu zangu, baba zangu, familia yangu, wadogo zangu na ndugu zangu kwa ujumla, marafiki zangu, watu wanafahari kusema kwamba alikuwepo binti aliitwa Sifa, alikuwa 1, 2, 3, alikuwepo binti aliitwa Sifa, alikuwa na sifa hizi na hizi na hizi na hizi. Itakuwa vizuri tu sana kusema muda huu hauwezi kutosha, lakini naomba Mungu anipe neema ndiye kutimiza wajibu wangu kama mtu wake na kutimiza maagizo yake. Ingaje utisho ni mwingi, moyo ni radhi, moyo unakuwa radhi, lakini mwili ni dhaifu sana. Lakini tunaweza yote katika yeye atupae uweza. Bora kufa ukiwa unajitetea kuliko kuishi ukiwa umepiga magoti. Mimi nayeongea siko salama, na wewe unayeongea hauko salama. Mimi nayeongea siko salama, najua kabisa, najua siko salama, lakini pia na wewe uliyenyamaza hauko salama. Kama kijana huyu ambaye hakuwa na shida yote, yeye hakuitwa mchochezi, alikuwa haongei chochote, lakini pale ambapo afya yake iliumba, alizuiliwa kufanya kazi, hivyo baadaye biashara zake zimefungwa, amerudi kufanya kazi ngumu hivyo, baadaye akapoteza uhai. Kwa hiyo wewe uliyenyamaza hauko salama, unaweza kukuta lolote, na wanaopata na wapata sio kwa wote wanaongea, ila tunatofautiana. Sasa basi ni vema ama ni bora yani nipate yoyote nikiwa natimiza maagizo na maelekezo ya Mungu kuliko nipate mabaya nikiwa kwenye umalaya, kwa sababu najua kwenye umri huu bila Mungu ningekuwa ni mtu ambaye ni msumbufu sana mtaani. Sababu nadhani kabila langu linaeleweka, sina haja kumtaja, lakini kabila langu linaeleweka. Najua ningekuwa ni binti mmoja hatari sana kwa waume za watu. Ningekuwa ni binti hatari sana kwa umalaya, kugombania waume, kugombania vijana, ningechomana visu huko. Basi nasema Mungu umeninusuru, umenitoa huko, umenisaidia, sijaiko na mahusiano mpaka umri huu. Ni kwa ajili ya utukufu wako na jina lako limejiri milele. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaya kutoka gerezani akisema, tengeneza njia ya Bwana, yanyoshe mapito ya Bwana, kwa sababu Bwana yuko karibu kuja kumlipa kila mmoja, kwa sababu mhukumu wa haki, mhukumu wa kweli yuko karibu kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na njia zake nzuri, sawa na njia zake mbaya. Anaheri mtu atakayeteswa, anaheri mtu atakayeumizwa, anaheri mtu yule afae au atakayeuawa au atakayetengenezewa mazingira ya kufa na apate kupumzika baada ya tabu zake. Hiyo ndiyo maana ya neno Maranatha. Amen.